Mungu akubariki na kutendea mema. Nimekuwa katika tafakari fupi na nimetamani pia hii neema niweze kushare pamoja na wewe. Nilikuwa natazama kwenye kitabu cha Mwanzo sura 48 mstari kuanzia wa 11, ukisoma mpaka mstari wa 21 utaona vitu vingi ambavyo utajifunza. Lakini ilikuwa ni wakati ambako Israeli au Yakobo amepata kibali sasa, baada ya kutokea ile njaa ameenda Misri, na akijua katika ufahamu wake kwamba anaenda kwa ajili ya kupata chakula na anaenda kwa ajili ya kumwokoa mtoto wake ambaye alikuwa amezuiliwa kule, kwamba hatatolewa mpaka yeye aweze kwenda. Wakati amefika pale, Yusufu anamuuliza jambo moja kwamba wewe baba, unanifahamu mimi? Anasema hapana. Anauliza na wale ndugu, mnanifahamu mimi? Wakasema hapana. Yusufu akasema, baba, mimi ndio yule Yusufu mtoto wako ambaye hawa ndugu walikwambia nimekufa. Lakini ukweli ni kwamba mimi niliuzwa katika utumwa na Mungu amenipa kibali, nimekuwa mtawala katika nchi hii ya Misri, nchi ya kigeni. Anamchukua watoto wake wawili ambao aliwapata kule Misri. Akamchukua Manase pamoja na Efraimu akawaleta mbele yake. Yule mkubwa akamweka upande wa kulia na yule mdogo akamweka upande wa kushoto wa baba yake kwenye mapaja. Baba alipotazama wale watoto akaweka mkono namna hii ili kuwabariki. Huu mkono wa kuume ukaenda kwa mdogo na huu mkono wa kushoto ukaenda kwa mkubwa. Na mkono unaombariki, unayetakiwa kumbariki mzaliwa wa kwanza, ni ule mkono wa kulia. Baba akatamka, akaachilia baraka zote, akasema, jina langu mimi litakuwa juu yenu, ninyi mtaitwa kwa jina langu, na ndiyo mtakaotambulisha na kuutangaza ukoo, na majina yenu yatakuwa na heshima. Yusufu hali akiona hiyo hali, aliinuka kwa kasi, akakamata mkono wa baba yake, akasema, haiwezekani baba, Efraimu ndio wa kwanza kuzaliwa. No, Manase ndio wa kwanza kuzaliwa, Efraimu ni wa pili kuzaliwa. Kwa hiyo mkono wa kulia weka juu ya mtoto wa kwanza. Yusufu akasema, mwanangu, ninajua kwamba huyu ndio wa kwanza na huyu ndio wa pili, lakini ndani mwangu nasikia huyu ndo atakuwa mkubwa kuliko huyu wa kwanza. Lakini hata huyu mkubwa naye pia Mungu atamuinua, atakuwa ni taifa, lakini baraka za huyu zitakuwa ni kubwa kuliko za huyu. Haleluya. Sasa wakati nimekaa na tafakari sana, nikakumbuka kanyimbo fulani sini nani ameimba sijui, lakini wanasema, mtu kama mimi ambaye sikuhitajika, Mungu si amenitoa nyuma kabisa akaniweka hapa. Sina, nikaimba wimbo mzuri sana. Nikafikiri, nikagundua kitu. Kumbe kuna wale wanaonekana machoni pa watu kwamba wenyewe ndio wanastahili hizo baraka, lakini kumbe kuna wale akina sisi
ambao hatukuonekana machoni pa watu, lakini ndio tunastahili hizo baraka. Nataka nikutie moyo. Machoni pa wanadamu unawezekana ukaonekana hauna maana, lakini ile neno la Mungu, Biblia inasema ni taa, linamulika mpaka kumuona yule ambaye anakusudia kuzibeba hizo baraka. Inawezekana leo watu hata sauti yako haisikiki, hata watu hawakukubali. Jitie moyo my dear, jitie moyo mwanangu, kuna mahali Mungu atakufikisha pa baraka mno. Futa machozi yako, acha kulia. Mashujaa wanajitia nguvu, hawalii. Yoshua anawaambia uwe na moyo mkuu. Kulia sio silaha ya mtu mwenye neema. Silaha ya mtu mwenye neema ni nguvu ya Mungu iliyo ndani mwake, inaweza kumvusha. Nimekuombea leo wewe ukawe lango katika familia yenu, ukawe lango katika jamii yenu, ukawe lango katika taifa. Jina lako liwe kubwa, watoto wako wabebe lile jina na waneemeka na lile jina. Kuna watu leo wanaishi kwa sababu ya majina ya baba zao, kwa sababu ya majina ya mama zao, na wewe jina lako liwe hivyo katika jina la Yesu. Amen.